Amani alisimama pale kama mtu aliyepigwa na radi. Masikio yake yalikuwa yanasikia, lakini akili yake ilikataa kukubali. Ulikuwa na ujauzito? Alirudia polepole. Na haukuniambia? Neema hakujibu. Alikuwa ameangalia chini kama mtu aliyebeba uzito wa kosa lisilo na msamaha. Sasa mtoto yuko wapi? Amani aliuliza kwa ukali. Swali hilo lilimchoma Neema moja kwa moja. Alifumba macho, machozi yakaanza kutoka kimya kimya. Hapo ndipo Amani alihisi kitu kibaya zaidi kinakuja, kitu ambacho hakutaka kabisa kukisikia. Neema, sauti ya Amani ilitetemeka kidogo. Mtoto yuko wapi? Neema alitetemeka kidogo, kisha akasema kwa sauti ya chini sana, hayupo. Kimya kikazidi kuwa kizito. Hayupo maana yake nini? Amani alikaribia kupiga kelele. Neema alishusha pumzi kwa maumivu. Niliupoteza. Maneno hayo hayakuishia hewani, yaliingia moja kwa moja kwenye kifua cha Amani, na hapo ndipo kitu kilivunjika kabisa ndani yake. Lini? Aliuliza kwa sauti iliyopungua nguvu. Neema alijibu kwa tabu, miezi 3 baada ya wewe kuondoka. Amani aligeuka pembeni akaanza kucheka kidogo, lakini haikuwa kicheko cha furaha, ilikuwa ni kicheko cha mtu aliyepoteza kila kitu bila hata kujua alikuwa anakishikilia. Kwa hiyo nilikuwa na mtoto ambaye sikuwahi kujua na sasa hayupo, Amani alisema. Neema alilia kimya kimya, lakini bado kuna kitu hakikukaa sawa. Kulikuwa na nini zaidi? Amani aliuliza ghafla. Neema alinyamaza na huo kimya ulimpa Amani jibu moja, kuna kitu bado hakijasemwa. Neema, usinifiche tena, Amani aliongeza kwa hasira. Neema alijifuta machozi kisha akasema, sikupoteza tu, ulikuwa mwanzo wa kila kitu kuharibika. Amani alikunja uso. Maana yake? Neema alimtazama kwa macho yaliyojaa hofu. Mtu yule hakuniruhusu niondoke. Hapo ndipo stori ilizidi kuwa nzito. Alikuwa anajua kuhusu ujauzito? Amani aliuliza. Neema akatikisa kichwa. Ndio, na hapo ndipo alianza kubadilika. Sasa unaona? Amani alisema kwa uchungu. Hiyo ndio sababu nilikuambia, hujui nilichopitia. Neema alipaza sauti kwa mara ya kwanza. Kimya kikarudi, lakini safari hii kilikuwa na hofu ndani yake. Alianza kunifuatilia, kunidhibiti kila kitu, Neema alisema kwa sauti ya chini. Simu zangu, marafiki, kazi. Amani alihisi hasira ikipanda. Lakini pia kuna kitu kingine kilianza kuingia, hofu. Na ile siku ya ujauzito kupotea? Amani aliuliza polepole. Ilitokeaje? Neema alikaa kimya kwa sekunde chache kisha akasema, haikuwa ajali. Hapo ndipo kila kitu kiligeuka kuwa giza kabisa. Amani alihisi mwili wake ukitetemeka. Unamaanisha nini? Aliuliza kwa hofu. Neema macho yake yalikuwa yamemtazama moja kwa moja. Amani, siku ile nilisukumwa, ukimya mzito. Na mtu alinifanya hivyo, Neema akaongeza kwa sauti ya chini sana. Bado yupo. Amani alihisi kama moyo wake unadunda kwa nguvu kupita kawaida. Hii haikuwa tena stori ya mapenzi tu. Ilikuwa imegeuka kuwa kitu kingine kabisa, kitu hatari. Kwa nini unaniambia haya yote sasa? Amani aliuliza. Neema alimsogelea kidogo. Kwa mara ya kwanza hofu yake ilikuwa wazi kabisa. Kwa sababu amerudi tena. Amani aliganda. Amerudi? Neema akatikisa kichwa polepole. Na safari hii sio mimi ananitaka peke yangu. Amani alikunja uso. Unamaanisha nini? Neema akasema kwa sauti iliyotetemeka. Anakutafuta na wewe pia, Amani. Ni nani huyu mwanaume wa giza aliyebadilisha maisha ya Neema, na kwa nini sasa anamtaka Amani pia? Je, hii ni hadithi ya mapenzi au imegeuka kuwa vita ambayo Amani hakuwahi kujiandaa nayo? Usikose episode ya 5, na ili kupata video zetu kila tunapokuwekea, usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment hapo chini. Zaidi, bofya kengele ili upate notification kila mara tunapokuwekea video mpya. Jina langu ni Sakina Bukavu. Asante kwa kuwa nami.